Hivyo ndugu zangu ni katika imani, kulingana na kisa hiki cha al-Imam Malik tunapata kufahamu ya kuwa wewe kama Muislamu, idha kunta fi shay'in fakun fihi, ukiwa katika jambo kuwa wewe wote. Ukiwa katika jambo shughulika na lile jambo, wala usishughulike na jambo jingine. Tunaona hao wanafunzi walikwenda kuitafuta elimu, lakini waliposhughulishwa tu na ndovu, wakashughulika na ndovu, wakaenda kuhanamishiwa, wakakwenda kukosa elimu. Lakini Yahya bin Yahya al-Laythi, yeye alikwenda kuitafuta elimu, akajua hana jambo lingine la kumshughulisha zaidi ya elimu. Allah akamtilia fathi na baraka katika elimu. Hivyo hivyo na sisi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani lazima tuwe na tahadhari na ndovu ambao kwamba wanapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao kwamba ndovu hao wanakwenda kutukosesha fadla na kheri zinazopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ama tukitazama moja katika ndovu ambao kwamba wanapatikana katika Ramadhani, ambao kwamba wanakuwa ni sababu ya kuwakosesha watu thawabu za Ramadhani, moja wapo ni ndovu wa television. Television hizi zinakuwa na vipindi mbalimbali ambavyo kwamba ni vipindi ambavyo kwamba havihusiani na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vinakuwa na movies. Unakutana Muislamu mzima amefunga kuanzia asubuhi mpaka jioni, yuko tu anatazama movie series, akitoka na ya kwanza mpaka ya pili mpaka ya tatu ya nne, yani mpaka inakwenda kutolewa adhana, mtu tu anashughulika na zile movie. Unakutana Muislamu amekosa wakati wa kusoma Qur'ani, wakati wa kufanya dhikri, wakati wa kukaa chini na kuomba dua. Kwa nini? Ameshughulika na hii television na mambo ambayo kwamba hayahusiani na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu ya kushughulika na television katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, akaenda kukosa kheri zilizokuwa nyingi. Vile vile ndovu wa pili ambao kwamba tutafaa kuchukua tahadhari naye ili tutakapoingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndovu wa pili ni wakina mama na dada zetu, wachunge sana jiko. Huyu ni ndovu wa pili ambao kwamba anawakosesha watu thawabu. Jiko linawakosesha watu thawabu. Kivipi? Utampata mama asubuhi mashallah anashughulika kwenda sokoni kuemea. Anaporudi kuanzia saa 5 utamwona mama huko anashughulika kukaranga viazi, sijui huku sambusa, sijui huku mahamri, sijui huku chapati, huku bado hajapika biriani lake, hajapika rojo. Wapata mama ameshughulika siku nzima akishughulika tu na vyakula tu, na huku amekosa wakati wa kusoma Qur'ani, wakati wa dhikri, wakati wa kuomba dua. Hivyo huyu ni ndovu ambao kwamba yumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lau kwamba watu hawatochunga jiko lao wakapangilia kwamba huu ni wakati wa kupika, huu ni wakati wa kusoma Qur'ani, lau tutashughulika na hilo tutakwenda kukosa fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo tutafaa kuchukua tahadhari na jambo kama hili. Ndovu wa mwisho ambao kwamba tutafaa kuchukua tahadhari naye pindi tutakapoingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuna mambo mengi ya kipuuzi ambao kwamba hawa Mayahudi wasitupendea kheri wanatuandalia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, yote lengo ili twende tukakose kheri na fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio utaona kuna wengine wameandaa Ramadhani Cup, michezo mbalimbali. Wengine utaona kombe la dunia ndio linawekwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lengo nini? Ili wamshughulishe huyu Muislamu, wamtoe katika lengo mama, ili apate kushughulika na zile boli. Utamwona Muislamu amekaa dakika 90 mpaka dakika 120 huku anatazama ule mpira. Huku hizi dakika lau kwamba angekaa chini akasoma Qur'an, lau kwamba angefanya dhikri, angepata thawabu zilizokuwa nyingi. Hivyo ndovu wanaopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wengi na hatuwezi tukawamaliza, lakini tushike na hawa na tumombe Mola Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie katika mambo yaliyokuwa ya kheri na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Nas'alullah Subhanahu wa Ta'ala an yubarik lana fi ma baqiya min Sha'ban wa ballighna Ramadan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.